mtu amekuonea bure, opea moyo wake. Bwana asifiwe. Ili tuweze ibada yetu iweze kukubarika. Maana tukija namna hii utafanya kazi ya bure, na ni makosa kufika kanisani mapema hivyo umefika na iwe kazi ile unafanya ni ya bure. Na ndio sisi tuliruhusu Roho Mtakatifu aweze kutujulisha siri za Baba. Haleluya. Yeye ndiye anatujulishanga moyo wa Yesu uko namna gani. Wakati ule unasikia Roho wa Bwana ananena kupitia waumini ambaye ni sisi. Maana Roho Mtakatifu ndiye anapeana vipawa hizi za unabii, vipawa za utafsiri wa unabii. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anapeana ili tuweze kusaidika, maana vipawa za Roho Mtakatifu zinasaidia mwili wa Kristo. Kwa hivyo usiwe ignorance wa sauti hii. Ukisikia unasikiliza, wewe una shughuli nayo. Mtu anajichunguza, unajiuliza ni mimi ama ni mwingine, na kama ni mimi unaamua kuomba, kujiombea na kutengeneza, maana Baba anapenda watu watiifu. Hallelujah. God bless you so much. Tunapofanya hayo na itakuwa ya baraka. Namshukuru Bwana. Tutaingia kwa ujumbe wetu sasa. Na ujumbe wetu wa siku ya leo, nataka akakaa na wanafunzi wake ambao walikuwa wamemwamini. Walikuwa na mfuata ni kwa sababu jambo la kwanza walimwamini. Alipokutana nao akawaita moja kwa moja, waliamua kumfuata ni kwa sababu walimwamini. Wengi waliacha shughuli zao wakamfuata ni kwa sababu walimwamini. Haleluya. Walipomwamini wakamfuata. Kwa hivyo walipomfuata akafanyika kuwa mwalimu kwao. Na akaanza sasa kuwafundisha mambo. Haleluya. Praise the Lord. Na ndio leo sasa nataka sisi ni waumini wa Kristo. Tulimwamini, tumeamua kumfuata. Sasa siku ya leo ndio nataka tujifunze jinsi ya kuomba kulingana na vile Yesu Kristo akiwa ndiye msingi na mwanzo wa kanisa alifundisha wanafunzi wake. Maana hata nasi siku ya leo tunajiita wanafunzi wa Yesu. Haleluya. Kwa hivyo kama sisi tuko pamoja na wale wanafunzi walikuwa na Yesu, na tunajiita wanafunzi wa Yesu kupitia kumwamini Kristo, tunafaa tusimamie katika msingi ule Yesu alifundisha maombi. Haleluya. Yesu alifundishaje alipokuwa na wanafunzi wake? Maana alipowafundisha nao wanafunzi wake walipofanyika watumishi Yes, iko sawa. Romans 8:14. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo watu hawa tumeona pale Yohana, tumefanyika kupitia kumpokea Yesu, tumefanyika wana. Na hapa wana wote, iwe ni wanaume iwe ni wanawake, anafanyika kuwa baba kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Yesu wakati wote alikuwa ananena na wanafunzi wake. Na ukiangalia habari za Yesu, na hata mahali popote Yesu alifanya maombi, maana Yesu aliomba. Yesu aliomba kwa jina la Baba. Yesu hakuomba Mungu wa Israeli. Yesu hakuomba Jehova Shalom. Haleluya. Yesu hakuomba El Shaddai. Kwa hivyo alipokuja kuleta kanisa, katika msingi wa kanisa anataka tuwe tofauti na wale wanaitana El Shaddai. Ni kwa sababu ya nini? El Shaddai inamaanisha the mighty God, kitu kama hiyo. Hoping I'm correct. El Shaddai, Jehova jina ni Mungu apeanaye. Hawa ni watu walimuita Mungu kwa tukio ile walikuwa ndani yake. Kwa hivyo watu hawa wali-understand Mungu kwa hali ile tu walikuwa na shida nayo. Yule alikuwa na shida ya kuhitaji apewe na Mungu, alimuita Jehova Jire. Yule alikuwa na tatizo la kutaka ukuu wa Mungu uonekane, alimuita Mungu mwenye nguvu. Kwa hivyo alimuita El Shaddai. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi tumefanyika kuwa wana sasa. Sisi tumehesabiwa dhambi, tumeingizwa kwa Yesu. Anataka sasa baba yetu asionekane kwa pande moja. Aonekane kama baba. Kama vile baba wa kawaida ana upendo, baba wa kawaida huwa kama baba yako mzazi ama baba hata pastor, baba wa kiroho, kazi yake ni kukupenda na kukuguide na kukushughulikia makutekea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Yesu alikuwa anafunza wanafunzi wake ya kwamba now you have a father.
na huyu baba yenu anawashughulikia kwa pande zote. Kwa hivyo haufai kumspecify na jia moja tu ati Mungu wa vita. Bwana sifiwe. Mungu wa vita, ukiangalia in the Old Testament alikuwa anaitwa na wafalme wakienda vitani, na ujue wale wafalme hawakuwa na ushirika mwema na Mungu. Hawakuwa na ule ushirika sasa wetu believers, tuna ushirika wetu na Kristo na Baba kwa sababu tumesamehewa dhambi na tumeingizwa ndani yake. Lakini wale wafalme hawakuwa na ushirika mwema na Mungu, na ndio hawakuruhusiwa hata siku moja kumuita Baba. Sasa sisi tumeokolewa, ndio sababu Yesu sasa anatujulisha sisi hatumuiti Mungu kwa jina moja tu, tunamuita our Father. Hallelujah, praise the name of the Lord. Kwa hivyo mtu yote who is a believer unafaa kuomba your Father, your Father. Na kila mtu anajua tabia za baba. Kitu ya kwanza, baba haogopwi, baba anaheshimiwa. Bwana sifiwe. Hakuna mtu anaogopa baba. Kile baba analikoya kwetu, hata kama ni baba wa mwilini, ni heshima. Sasa hiyo huwezi ogopa baba yako, lakini unamheshimu. Bwana sifiwe. Na unajua hata ukihitaji guidance yoyote sasa hii, kama uko na miaka ngapi, ukikibia kwa baba yako unajua ako na jawabu. Bwana sifiwe. Tunajua baba anatupenda, na ndio unakaanga comfortable hapa ukijua by the end of the day baba yangu atanikatia shamba kwa sababu ananipenda, kwa sababu mimi ni mwana katika ile nyumba. Bwana sifiwe. Kwa hivyo tunapopata ule uelewa wa baba, hatuombi tukiogopa, na tuna address our prayer to the Father. Hallelujah. The Father unaweza muambia chochote, unaweza muomba msamaha, unaweza muambia baba nilikosea. Hallelujah. Bwana Yesu sifiwe. Unaweza muitisha kitu chochote bila kuogopa na bila kuweka mipaka. Mimi naonanga watoto wetu wanatuitisha anything. Chochote anahitaji, anaamini baba anaweza. Hata kama baba yake hana pesa, yeye hataki kujua. Na hivyo ndivyo Yesu alifunza wanafunzi wake. Na hivyo ndivyo Yesu aliomba. Biblia inasema Yesu akitenda miujiza alikuwa anasema ninakushukuru Baba, ni kwa sababu huwa unanisikia. Ninakushukuru. That means Yesu ndani yake alikuwa anajua hata simusihi, ninamshukuru. I know he answers me, he hear me. Namjua na niitikanga nikimuita. Na Yesu alikuwa anajua I know ananipenda baba. Bwana sifiwe. Hallelujah. Sasa nataka tusome katika Yohana 16 mstari wa 23. Ni vizuri tujue jinsi ya kuomba. Tusiwe tunaomba vile tunafikiria. Mungu wa Yakobo, Mungu wa Israeli, Mungu wa manabii wa kale. Haleluya. Najua tunaombanga hivyo vile unataka. Lakini Yesu hakufundisha tuombe hivyo. Unajua hii ni kanisa limejengwa na Yesu Kristo. Na tuko katika misingi ulioanza na Yesu. Kanisa Yesu aliliacha duniani na akaliacha chini ya mitume. Bwana asifiwe sana. Na tulikuwa tunasoma last week about the Holy Spirit. Tukaona vile Holy Spirit aliachia lile kanisa ili liweze kuendeleza chochote Yesu alikuwa amewafunza wakati aliishi nao. Bwana asifiwe. Biblia 23 John 16:23. 23. Not 33. Biblia inasema hivi, huyu nasa ni Yesu anasema, tena siku ile hamutaniuliza neno lolote. Amini amini nawaambia, mkiomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Haleluya. Aliwaambia tena siku ile. Ni yakina nani anaambia? Anaambia wanafunzi wake. Tena siku ile hamutaniuliza neno lolote, kwa sababu yeye sasa ameenda. Bwana sifiwe. Amekaa nao na muda umeisha, sasa ameondoka. Na ndio kwa sababu amekaa na wao, amewapa mwelekeo na amewafunza mpaka jinsi ya kuomba. Sasa amewaambia siku ile hamutaniuliza kitu chochote, mtaomba Baba neno lolote mtakalo, lakini kumbuka mupitie kwa jina langu. Haleluya. Kwa hiyo wakati wowote unaomba Baba, make sure kufika kwa Baba hauendagi mwenyewe. Tuelewane kanisa.
Hatufiki kwa baba peke yetu. Kama vile ukienda kwa mtu mkubwa hauendangi peke yako. Hey, sasa ukitaka kwenda kwa president huwezi enda mwenyewe. Kuna watu watasimama pale wakufukishe mpaka ufike, ndio. Hata wacha president, hata mtu tu. Tuseme hata bishop ukitaka kufika kwake. Huwezi toka tu hapa kuru umepanda gari. Umefika kwa gate unaambia watchman nataka kuona bishop, archbishop, nataka kumuona. Hutamuona. Bwana sifiwe. Hutamuona kabisa, sikufichi hutamuona. Kwa sababu kuna protocol. Haleluya. Kwa hivyo hata nasi kwenda kwa baba, who is our father. Yesu anasema siku ile hamutaniuza chochote, lakini mtaomba kwa baba, lakini mtaomba kupitia jina langu. Kwa hivyo jina hili la Yesu ndio linatupeleka kwa baba. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuendelee tusome mstari wa 26. Ili tujue jinsi ya kuomba kanisa. Tusiombange tu just. Yaani unaomba hata unataja majina mengine umeona kwa Biblia. Tegaiwa Jabesu. Jehoshafati. Unajua kuna mtu anaomba Kaiwa Jehoshafati jigwera. Hapana, hakuombi hivyo. Hakuombi hivyo, ndio nimekuja kukufunza sasa. Hatuombi hivyo. Yesu hakutuachia majina ya wanadamu tuombe nayo. Hapana. Unajua tunaomba mpaka Mungu wa Yakobo. Yakobo alikuwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu alikuwa mwanadamu. Kwa hivyo any prayer unafanya, you are supposed to address through the name of Jesus. Don't use other name. Hallelujah. Wachana na majina mengine yako pale, lakini wachana nayo kabisa. Yesu hakuna mahali alifunza wanafunzi yake kuomba na Mungu wa Israeli, na Mungu wa Yakobo, na Mungu wa Musa, na alijua walikuwa, na alijua walipelekana na Mungu, na alijua walikuwa watumishi wa Mungu. Haleluya. Lakini anawaambia sasa, kwa sababu nyinyi hamuko kama wao tena, nyinyi mumefanyika wana, na nyinyi mnaongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, nyinyi ni wana. Sasa kutoka leo mtakuwa mnamuomba baba, maana nyinyi mko na access ya kwenda kwa baba haraka. Agemetaga Musa garao awasaidie. Ukisikia mtu akisema Mungu wa Musa, anasikia kama hayuko sawa kabisa na Mungu wa Yakobo. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Biblia inasema hivi, na siku ile mtaomba kwa jina. Nakwenda. Unasikia? Na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambia kwamba mimi nitaombea kwa baba. Haleluya. Kuna kitu nataka uelewe hapo. Usigoje Yesu akuombee. Usigoje siku moja uombewe na Yesu. Anasema siku ile mtaomba kwa jina langu. Kile Yesu ametupa ni jina lake, tulitumie vile tunataka. Haleluya. Lakini utalitumia lile jina kuomba kwa baba. Haleluya. Rudisha lile neno pale. Linapendeza sana. Ama namna gani? Hama mamsiki kama hiyo mambo inaingia vizuri. Hata nao ukoro ukishoga rusini daisi. Bwana asifiwe. Kuna mtu analala saa kama hii. Na siku ile mtaomba kwa jina langu mimi Yesu, wala siwaambii kwamba mimi nitawaombea kwa baba. Sikia hiyo. Kwa hiyo usilale kwa kitanda siku moja useme Bwana Yesu anatuombea. Bwana asifiwe. Sasa alikuwa anaombea wanafunzi wake wakati alikuwa hapa duniani na wao. Sasa anajua kuna kiwango amewafikisha. Sasa amewaambia nimewachia mamlaka ya baba na ya jina langu. Bwana asifiwe. Na ndio tukiwa waumini tunafaa kutembea na authority yenye Yesu alituachia. Authority of the name Father na authority of the name Jesus. Hiyo tuliachiwa. Hivyo tu kwa kupendwa na Yesu, kwa sababu tulimpenda tukamwamini. Kwa hivyo wewe unafaa kutembea ukijua mimi ni mwana wa baba. Na hata ukilala hivyo unasema najua baba ananishughulikia. Najua baba anapanga mipango yangu. Bwana sifiwe. Mwana ambaye sio orphan anakuanga na confidence na life. Haleluya. Mtoto yote ana wazazi, ana baba. Acha tuseme baba. Ikawa hata mama kama ni yako pale ni baba, maana ndiye anashughulika. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto yote ana baba, ana confidence in life. Na wewe as a child of God, our Father, unahitaji kuishi maisha haya na confidence. Hata ukilala wacha kustuka ati unaweza kuangukiwa na nyumba usiku. Haleluya.
Unajua kuna mtu analala anasema na nyobeno huyu mwadhani no hivyo. Hiyo mauoga uodoe, you have a father. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitembea kwa barabara wacha kufikiria gari inaweza toka kwa barabara ikugonge. The father care for you. Ni vizuri kuwa na uelewa. Hata nikitembea hivi, me am a child with a father. Mimi ni mtoto niko na baba. Hata ukienda mahali wakutishe, jua ndani yangu I have a father. Hata waende mahali watengeneze kesi, wakuwekelee vitu, rudi nyuma kidogo useme nashukuru kwa sababu nina baba ambaye ananitikia care. Haleluya. Na wakati umejua hivyo, nakwambia hii dunia utatembea vizuri sana. Utatembea na confidence because you know and you know. Na mpaka mapepo yanajua you know. Sio ile ya kusema na mdomo. Unafaa kuwa imetoka ndani yangu mpaka mapepo hata ukitembea wanajua huyu anajijua. Huyu sio wa kustua. Huyu anajijua ako na baba. Haleluya. Na ili kila wakati unapoingia mahali popote kuomba, ukiriniwa ukipiga magoti nasema nakushukuru baba. Haleluya. Praise the Lord. Kwa hivyo Yesu akasema mtaomba kwa baba kupitia jina langu. Na akasema mimi sitawaombea. Haleluya. Kwa hivyo tuondoke katika ufifu wa maombi. Tukisema Jesus sijui ni is our intercessor. Haleluya. Kile wanasema Yesu Kristo ni mwombezi wetu. Hata nikichelewa na kanisa alifika mapema kaniombea. Haleluya. Hiyo haiko hivyo. Hiyo sasa nataka ni kucorrect you are wrong. Haleluya. Yesu Kristo alifanya kazi yake ya kukulipia deni msalabani. Alijitoa na nguvu na bidii na uwezo wake wote pale msalabani. Alafu akaondoka. Bwana asifiwe. Akakuachia Roho Mtakatifu wa kuguide hapa na pale. Na akakwambia kila ukitaka kitu chochote, hivyo ndivyo tumesoma. Omba kwa baba. Kwa sababu hata nami Yesu alikuwa naomba kwa baba. Nataka nikuonyeshe Yesu aliomba kwa baba. Nataka tusome katika Mathayo 26 mstari wa 42. Matthew 26:42. Tuone Yesu akiwa hapa alikuwa naombaje, kama alikuwa naomba Mungu wa Musa ama Mungu wa Israeli. Matthew 26:42. Ngojea. Matthew 26:42 inasema akaenda tena mara ya pili akaomba akisema baba yangu. Haleluya. Hebu sikia. Akaenda tena mara ya pili akaomba akisema baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa, mapenzi yako yatimie. Haleluya. Huyu ni Yesu. Ameenda kuomba mara mbili, lakini hajaomba Mungu wa milimani, Mungu wa Musa, El Shaddai, Jehova. Unajua kuna majina mengine ya kutisha Mungu anaitwa huko. Wale watu waliita Mungu majina. Bwana Yesu asifiwe. Jehova Shama. Haleluya. Yesu hakuomba hiyo majina kwa sababu alikuwa mwana wa baba. Alikuwa na uhusiano mwema na baba. Kwa hivyo ukijijua wewe ni mwana na una uhusiano mwema na baba, usiombe na majina ya watu. Omba kwa jina la baba. Full stop. Lakini pitia kwa jina la Yesu. Huyu ni Yesu anaomba. Akaenda tena mara ya pili. Akaomba akisema baba yangu, gai wako, baba yangu. In fact anaongeza yangu. Bwana asifiwe. Hata wewe umeruhusiwa sio kuomba tu baba yangu. Kwa sababu you have confidence he is your father. Hallelujah. Si uko na confidence. God is my father. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana ni mwema. Hebu tuone Luka 23:24 kama Yesu anaombaje hapo. Maana hata yeye aliomba kwa baba. Yesu hakuna mahali ameomba kwa jina lingine. Kwa nini wewe uombe kwa jina lingine? Na unagojea huyu Yesu hawezi kuja kuchukua wewe. Tangojea wakati wa Musa huko na uliisha. Yeye anakuja kwa wale wanapitia kwake wakienda kwa baba. Umetuwekea. Nimesema Luka 23. Luke 23:34. Tunaangalia tu. Yesu aliomba mara kwingi sana, hatutaangalia yote, tutaguza tu kidogo. Yesu akasema baba uwasamehe. Haleluya.
Huyu ni Yesu anaomba maombi. Luka 23 mstari wa 30 na ngapi? Na 4 anasema Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Akawagawa mavazi yake, wakapiga kura. Bwana asifiwe sana. Huyu ni Yesu anawaombea wenye dhambi, wale walikuwa na mtesa, na anawaombea kwa Baba. Yesu akasema Baba wasamehe. Hata hajasema Mungu, te Mungu El Shaddai, Jehova Shalom wasamehe, hajasema hivyo. Na hiyo majina yote alikuwa anaijua, maana alikuwa huko Israeli, na alikuwa Muisraeli, si alizaliwa huko kwa Wayahudi. Bwana sifiwe. Lakini hajaitana hiyo majina kwa sababu alijua hiyo majina ni ya wale hawana uhusiano. Bwana sifiwe. Mtu yeyote anaweza sema God. Mtu yeyote anaweza kuwa kwa shida, maana Mungu ni wa wote. Biblia inasema yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Kwa hivyo akiwa Mungu wote mwenye mwili huwasaidia. Kwa hivyo mtu yeyote anaweza ita Jehova Shalom na asaidiwe, hata kama ako huko kwa club. Bwana sifiwe. Kwake ni Jehova Shalom, maana anataka amani. Anaona kama watu wanapigana, anaweza muita Jehova Shalom na akuje. Lakini wewe umeokolewa, umefanyika kuwa mwana. Wewe sio wa kuitana hiyo majina. Wewe ni wa kuita the Father. Hallelujah. As simple as that. Father, my Father, Mungu wangu. Hallelujah. Bwana sifiwe. Kwa hivyo Yesu wetu aliomba hivyo. Aliombea watu akiomba Baba. Sitaki kusoma maana ni mingi sana. Kule Yesu aliomba jina la Baba. Bwana sifiwe. Nataka tuangalie neno moja tu katika Agano la Kale, Yeremia 3:19, tuone vile inasema. Nataka kurudi huko kidogo nikuonyeshe kuna watu walikuwa na baba in the Old Testament igawa hawakumjua. Yeremia 3:19 inasema, lakini mimi nalisema nitawezaje kukuweka pamoja na watoto na kukupa nchi ipendezao, urithi ulio mwema wa mataifa. Nami nikasema, mtaniita baba yangu, hamtageuka na kuacha kunifuata. Haleluya. Bwana sifiwe. Mungu alikuwa amependa wana wa Israeli sana, na alikuwa anawaita taifa teule na watu wake. Na hapa ndipo tunaona akiwaambia mtaniita baba yangu na hamtageuka na kuacha kunifuata. Lakini waligeuka wakaacha kumfuata, na huko ndiko waliitana majina mingi. Mungu alikuwa anataka tembee na wao kama baba. In the beginning, ile maono Mungu alikuwa nayo kwa wana wa Israeli, alikuwa anataka atembee nao kama wana wake. Kwa hivyo hapa ndipo anawaambia mtaniita baba yangu, hamtageuka na kuacha kunifuata. Tunaelewana wapendwa? Kwa hivyo hapa watu hawa walikuwa baba yao, lakini wakatoka katika ubaba. Haleluya. Walipomuacha walitoka kwa ubaba, na ndio naona anawaambia mtaniita baba yangu wala hamtageuka na kuacha. Kuna condition. Ili ukae kwa baba, hautageuka na hautafuata njia zako mwenyewe, utafuata njia zake, ili uweze kuruhusiwa kumuita baba na kuomba baba. Kwa hivyo hawa hawakuruhusiwa kumuita baba tena, na ndio ilifika Mungu akaja na mawazo mengine ya kumleta Yesu, kwa sababu wale sasa wamepotoka, wameenda kabisa, wamekataa kuwa wana wamuite baba. Haleluya. Kwa hivyo ikabidi Mungu sasa awe na maono mengine. Bwana sifiwe. Akaona sasa, unless nifanye hii, nilete Yesu ili watu hawa warudi kwangu wakiwa baba. Kwa hivyo mtu yote ako kwa Yesu, anamwamini Yesu. Ukisoma Yohana 16 hapo mstari wa 26 ukiendelea hapo 27 inasema hivi, ati baba anawapenda kwa sababu munanipenda. Ni Yesu anasema, na baba anawapenda kwa sababu muliniamini. Haleluya. Bwana sifiwe. Kwa hivyo wewe unapendwa na baba. Nataka uangalie kile kitafanya baba kujibu maombi.
Sio kwa sababu umeomba, no. Sio kwa sababu umemuita baba, kwa sababu unapenda Kristo Yesu. Kwa sababu kupenda Yesu ni kumtii Yesu na kutii maagizo ya Yesu. Jambo lingine linafanya baba akupende ukimuita na kuitika ni kwa sababu uliamini Yesu ni mwana wa Mungu. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Yesu anasema ati kwa sababu mliamini nilitoka kwa baba. Hiyo ni jambo linafanya baba awapende. Haleluya. Na ndio tunasema kuingia kwa Yesu ni kumwamini Yesu ni mwana wa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo kama wewe unapenda Yesu, sio mdomo, ni mienendo na tabia zako sinaonyesha ya kwamba usisemage mimi nampenda Mungu. Na unajua siku hizi tunahubiria watu wanatuambia wanapenda God. Haleluya. Mimi sina shida basi, mimi napenda God. Mimi hata naendaga church. Hata mahali tumeongea mambo ya God hapa na ya church. Umeiona? Hakuna God na church. Kwa hivyo usisimame ati unapenda Yesu kwa sababu unapenda God na unaenda church. Na watu wengi wameshikilia mimi napenda God, sinaendaga church. Biblia imetuambia hivi, ili ukubarike kumuita baba, unapenda Yesu, na kupenda Yesu ni kutii neno la Bwana. Na kupenda Yesu ni kuamini alitoka kwa baba. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumeona wana wa Israeli walikuwa na baba, they had a father, lakini kwa sababu ya mienendo yao mibaya wakatoka kwa baba. Kwa hivyo hakuwa baba kwao tena, na ndio tunaona sasa wanamuita kwa majina yao wenyewe. Haleluya. Na ndio Yesu sasa anakuja kwa kanisa, anapea kanisa jina la kuomba ni Father through my name Jesus Christ. Haleluya. Kwa hivyo inafaa tukae kanisa lilio na uelewa ya kwamba tunaomba baba, vitu zote zinatoka kwa baba. Haleluya. Uponyaji ni kwa baba through the name of Jesus Christ. Na ukijua hivyo utakuwa umekaa vizuri. Nataka tusome neno lingine tuone wanafunzi wa Yesu in the book of Acts 4:24. Tuone waliomba aje the disciples. Tuwekea Acts 4:24, Matendo ya Mitume 24. Tutaendelea hapo. Tumeona Waisraeli walikuwa na baba lakini walimuacha. Kwa hivyo hakuitwa baba tena. Kwa hivyo usikae Mwisraeli aliyotoka njia za Mungu ndio anaitana hiyo majina. Kwa hivyo tuache hiyo majina ya Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo. Biblia inasema nini? Nao waliposikia wakampasi. Inasema chapter 4 Act isiko sawa. Yeah. Nao waliposikia wakampazia wakampazia Mungu sauti zao. Okay. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema Mora, wewe ndiye Mungu, ndiye uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vilivyomo. Haleluya. Hawa ni watu ambao ni the disciples, wakamuomba Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema Mora, wewe ndiye Mungu, wewe ndiye uliyefanya mbingu na nchi. Ona vile wamefuatanisha majina. The conclusion of whatever they wanasema hapa, wanamuita master. Bwana Yesu asifiwe. Master ndio anakuwa na majina makubwa mengi hivyo. Kwa hivyo in conclusion wanamuita master, who is their father. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio wanamuita wewe ndiye Mungu, ndiye uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote viliomo. Kwa hivyo wamedhihirisha ukuu wa baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo walimuomba wakimention mambo mingi baba anafanya, ili wa conclude ni wewe peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea vizuri. Kwa hivyo tunaangalia kuhusu kuomba baba. Nataka tuangalie neno lingine, Matthew 6:9. Sasa hapa tunafika mahali Yesu amefunza wanafunzi wake kuomba. Matthew 6:9.
basi ninyi sarini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Haleluya. Na hiyo tunasemanga the Lord's prayer, Bwana Yesu asifiwe. Yesu akatupea mwelekeo. Hakusema tuombaga ile ombi hilo lote, lakini alitupea guidance ya kwamba kila wakati ukiomba uombe Baba. Na ndio anasema ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Kwa hivyo ni Baba yetu. Kwa hivyo kila wakati ukiomba, jua yule unayeomba ni Baba yako. Bwana asifiwe. Wacha tuone mtume Paulo, kama kuna mahali naona hapa anaomba. Waefeso 3:14. This is Apostle Paul. Ephesians chapter 3:14. Anasema hivi: kwa hivyo nampigia Baba magoti. Haleluya. Bwana asifiwe. Huyu ni mtume sasa. Mtume Paul wako katika Agano Jipya. Anasema nampigia Baba magoti. Kwa hivyo yeye alimuomba Baba. Kwa hivyo Paulo alikuwa na uelewa ya kwamba kuomba kwake ni kuomba Baba kupitia jina la Yesu. Hebu tuangalie Waefeso 5:20. Na nitamalizia hapo. Nimesema Waefeso 5:20. Inasema hivi. Ephesians chapter 5:20 inasema, na mshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Yes. Wanaomba maombi ya shukurani kwa Baba Mungu siku zote na katika jina lake Bwana Mungu wetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona hawa ni mitume. Mitume ndio tunajifundisha habari za Yesu kuwapitia. Tunaona wameomba kwa Baba. Tumeona Paulo anasema nampigia Baba magoti. Tunaona nao hawa wanaomba kwa jina la Baba, wanaomba kwa Baba kupitia jina la Yesu. Haleluya. Praise the Lord. Kwa hivyo mpendwa, siku ya leo ningetaka ujue hivi. Ni vizuri kujua. Bwana sifiwe. Biblia inasema hivi: kabla mjue si kuhesabia makosa, lakini tangu mjue kuna rekodi ya makosa inawekwa. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kutoka leo mimi ninaamini kuna kitu umeelewa ya kwamba tunaomba kwa Baba kupitia jina la Yesu. Na nimewaelezea Baba ni nani. Kwa hivyo ukiomba una uhakika na una ujasiri, yani unaongea na nani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndivyo tunafaa kuomba kulingana na vile Yesu alifunza wanafunzi wake na kanisa lake. Hallelujah. God bless you so much. Naomba usimame ili tuweze kumshukuru Baba kwa sababu ya upendo na neema zake. Mshukuru Bwana. Hebu omba kwa jina la Baba dakika moja. Kimshukuru tu Baba na kushukuru. Mshukuru, mwambie Baba ni asante. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa nafasi umenipa ya kusimama mbele ya watu wako na kunena mahusia yako. Najua sio mimi, ni wewe umenipa neema na uweza. Nakushukuru kwa hao wapendwa wamefika mapema na wamenisikiliza Baba. Ninaomba kutoka siku ya leo